Tunapokuwa tunaongea watu wazima, wewe unatakiwa ukojoe uende ukalale, sio kuingilia mazungumzo yetu. Siku nyingine ukiinua mdomo wako kuongea mbele yangu mimi, nitakachokuja kukufanya dunia yote itashangaa. We mama, nikinyanyua mguu wangu hapa, nikiondoka, kesho nisitie tena mguu wangu hapa. Vinginevyo, mbingu na ardhi vitaungana. Yaani inafikia unampiga mwanangu kibao? Ichukue hiyo. Basi mwanangu. Shikamoo mke wangu. We kijana, kama unaona shikamoo ni mali, kuwa upate ya kwako. Nimekuelewa baba. Huyu anavuta bangi aina gani? Mbona hata ya wale wa Bob Marley haipo hivi? Huyu na wasiwasi naye. Huyu atakuwa bangi yake anachanganya na kijesi. Maana hii ya kwake kali sana. Kuba babake shangazi yake Mariamu. Huyu ni mpungu mtubu. Sema naye mimi na bahati. Kingenilamba leo yule mzee anatisha sana. Hebu niende nyumbani. Our destiny, our destiny, sauti tokayo moyoni, our destiny, our destiny, fumbo lisilofumbuka, our destiny, our destiny, our destiny, our destiny, our destiny, our destiny. Our destiny ni kama mmea mchangani, kuchipua kwake ni kutazama Maulana. Nani aonaye ni aliyomo moyoni? Hiyo ni siri ya Mungu, haivumbi na nani. Vipi, nakuumiza? Najua unapitia changamoto nyingi sana mdogo wangu, lakini hatuna budi kukubali, maana haya ndio maisha yetu, na hatuna budi kukubali kuwa hatuna msaada wowote ule duniani isipokuwa sisi wenyewe. Maina, Maina, karibu. Nakuja. uko nyuma. Karibu. Asante za kwako. Poa, vipi wewe na familia? Hatujambo sote. Sasa rafiki yangu, nimekuja hapa kukupa taarifa ya kwenda mjini. Zidisha maombi rafiki yangu. Yaani mchongo ukikubali. Yaani hapa nasubiri simu moja tu. Wewe hata usijali Lati. Mimi nipo kwa ajili yako. Dua kama zote rafiki yangu. Nashukuru rafiki yangu kwa hilo. Lakini tuache masiara basi. Yaani wewe unapenda kwenda mjini hali ya kuwa hata hujawahi kufika. Alafu kingine, hiyo kazi ambayo unaenda kuifanya ni kazi ya aina gani? Hapo kwenye kazi rafiki yangu, hata sijui kazi gani naenda kufanya. Kikubwa mimi niende mjini, kazi nitajua huko. Maisha hapa kijijini nimeachoka rafiki yangu. Lakini kumbuka ndo kwenu. Imetokea tu rafiki yangu. Laiti binadamu tungekuwa tuna machaguzi ya kuchagua familia ipi na wapi pa kuishi, mimi ningechagua zangu familia ya kitajiri na ningeishi zetu da. Tena bora hata umekuja. Ngoja nikamchukue Adolfu nimuingize ndani, alafu tuende zetu tukapiga story. Mshoga wangu kwa story.
mzee wa kazi. Kaka mkubwa. Sasa kaka mkubwa, kazi kama hii ulipaswa unipasie mimi mdogo wako ili niweze kupata hela kaka mkubwa. Ndugu yangu, hii kazi yenyewe ndogo tu, nikaona sihitaji msaidizi, naimudu kuifanya mwenyewe, kwa hiyo naifanya. Vipi wewe kule kwako umemaliza? Hiyo ndo mbaya sasa. Mimi bwana, ile shamba mimi nalionea uvivu mwenzio kaka mkubwa. Unaona sasa, unataka kwenda kuzima moto kwenye nyumba ya jirani wakati kwako kunaungua. Hayo ni matumizi mabaya ya nguvu hayo. Ila kaka mkubwa, tuachane na hayo bwana. Ni ajabu kuona usingizi wako unatoa chozi na vipijo juu, alafu wewe una taarifa, unapiga tu kazi hapa. Unamaanisha nini? Maya, hiyo nilijua tu wewe huwezi kuwa na taarifa. Sasa labda nikupashe upashike. Jana usiku mzee Chimwagu kampija Maina kisa shilingi hizo 3,000 kampija. Nilitamani kuna ila niliogopa. Unasemaje? Yani Maina wangu kapigwa? Maina yako huyo nyambonge bonge ndio huyo. Alafu kile kitendo kaka mkubwa, uwezi amini, mimi kiliniuma sana, ila nikashindwa kutetea. Yule mzee anatisha kama Idi Amini dada. Mimi nikaogopa kumtetea. Sasa sikia. Hebu shika hii. Nipigie hapa. Mimi nakuja sasa hivi. How destiny kama mbea mchanga. Haiwezekani, kambaluze. Kuchipua kwa sasa hapa ningepataje kazi? Maulana. Nani yaona yaliyomo moyoni? Hiyo ni siri ya Mungu, haivunjwi na nani. Mateso, malumbano rohoni ni chanzo chake. How destiny, how destiny, sauti tokayo moyoni. How destiny, how destiny, fumbo lisilofumbuka. How destiny, how destiny, how destiny, how destiny. Jana kilitokea nini? Hakuna chochote. Ondoa shaka bibi yangu. Mzee Chimwagu alikupiga, si ndio? Sio sana lakini. Sio sana? Basi atanitambua. Chipua kwake ni kujaza Maulana. Nani yaona yaliyomo moyoni? Mbwela, usifanye hivyo mpenzi wangu. Unajua kwa wewe ni mtu wa thamani sana kwenye maisha yangu. Sihitaji nikupoteze kama nilivyowapoteza watu wengine niliokuwa nikiwapenda sana. Nakudai shilingi ngapi? Hata usijali. Maana mama ameenda kumtafutia pesa yake. Nimekuuliza swali. Anakudai shilingi ngapi? Ni 3,000. Kamlipe hiyo, aache dharau. Asante. Chenji yako nitakurudishia baadaye lakini. Haina haja. Hiyo nyingine utafanya matumizi yako mengine, sawa? Sawa, nashukuru. Na akiendelea hivyo nitadili naye. Our destiny, our destiny, sauti tokayo moyoni. Our destiny, our destiny, fumbo lisilofumbuka. Our destiny, our destiny, our destiny, our destiny, our destiny, our destiny. Our destiny ni kama mmea shambani, kuchipua kwake ni kutazama Maulana. Nani yaonaye
ni aliyomo moyoni. Hiyo ni siri ya Mungu, haivunjwi na nani. Zungu, kijana wangu, maneno yako unayoniambia mimi hata yaniingia akilini. Hivi ni kweli unaifahamu ile familia vizuri, au ndio basi unaongozwa na hisia tu? Unataka kuniambia hujamuona binti yoyote hapa kijijini kuweza kumuoa zaidi ya yule binti? Ni nini hasa kinakuchanganya kiasi kwamba unamuona yule binti ni mrembo kuliko msichana yote hapa kijijini? Ni ule weupe wake au ule msambanda wake? Mzee, unajua muda wote unaongea, sijasikia umeongea hata sehemu moja kwamba ni kitu gani kinaendelea kati yako wewe na ile familia kiasi cha kufikia kumtolea maneno makali kiasi kile yule binti. Na hadi sasa unaonekana kabisa hutaki kubaliana na ombi langu. Sikiliza Nzungu, hakuna chochote unachokifahamu juu ya ile familia, na vile vile hakuna unachokijua kuhusiana na hiki kijiji. Na kwa bahati mbaya sana tayari hisia zako zimeshahamia chini badala ya kuwa moyoni. Kwa hiyo basi hakuna chochote ninachoweza nikakueleza kuweza kunielewa kwa sasa. Nani? Ni mimi Maina. Bora wako utoke nje. Usiniambie ni yeye. Naomba change. Change lazima nikupe. Unadhani nitachukua yote hii? Oh, karibu. Kumbe unafahamu hapo? Mimi ndio yule mkaka tulikutana kisimani siku ile. Bahati mbaya ukajikwaa ndio ikaanguka chini. Sikufahamu na wala sijawahi kukutana na wewe. Mimi yule mpaka mzee wangu akaja akakutolea maneno makali. Najua uliumizwa sana na maneno yake. Hata mimi pia niliumizwa na maneno yake. Tafadhali naomba utulie radhi. Chinchi yako. Wakati mwingine ubinadamu ni kitu cha muhimu sana. Samahani kwa kuchelewesha iftar. Yaani tangu asubuhi tuko hapa mpaka saa hizi. Jua limeshakuwa kali, tuondokeni jamani, mimi nimechoka. Mtu ambaye hajachoka hapa. Ila kweli kaongea cha maana, tuondokeni. Endeleeni tu kuganda maana ninapenda sana kukaa visimani. Haya toka hivi. Haya, tukae na kupika nyumbani maana muda umeenda. Haya na wewe njoo. Nikishe. Ndio wenyewe sasa nzito hata siwezi. Na kujilegeza. Siwezi. Nimechoka. Kilichokuchosha? Napenda kujidekeza Nzito jamani, nzito. Sasa unakuja kufanya nini kukusimama? Hebu mtushe mwenzio. Ungebaki nyumbani. Kaka samani. Samani nilikuwa naomba unipishe ndoo. Bila samani. Wala usijali. Mimi mbona nipo? Mimi ndo kicheko Mr. G. Kwa hiyo usijali, hiyo ndoo mimi nitakutwisha na nitajitwisha mimi mwenyewe. Majukumu hayo ndoo nitayabeba mimi. Kwa hiyo usijali, mrembo wa kijiji. Kwa hiyo acha nibebe nikupelekee huko kwenu. Nashukuru. Sawa, acha. Wewe mtu mfupi una bahati. Ana bahati kweli. Taratibu sasa. Imekaa sawa? Imekaa iko fresh. Haya, asante. Na unaenda kupika. Umekata kuchota maji, unaenda kupika. Pika zamu leo ya huyu. Utapika. Sasa zamu yako vipi? Sasa unakuja kufanya kisimani. How destiny. Sauti tokayo moyoni. How destiny, how destiny. Fumbo lisilofumbuka. How destiny, how destiny. Our destiny, our destiny. Yeah, yeah.
Our destiny ni kama mmea mchangani, kuchipua kwake ni kujaza Maulana. Nani aonaye yaliyomo moyoni? Hiyo ni siri ya Mungu, haivunjwi na nani. Mateso, malumbano, nini chanzo chake? Our destiny, our destiny, sauti tokayo moyoni, our destiny. Utapona mdogo wangu, sawa? Tafadhali, sitotumia muda wako mwingi. Naomba unisikilize. Una shida gani? Nimekuja kuomba msamaha kwa kitendo alichokifanya baba yangu. Kafanya nini? Ulivyotoka pale, ulitoka ukiwa na hasira sana. Nilikuwa na shauku ya kutaka kujua ni nini hasa kilitokea. Nimejaribu kuongea na mzee, hajanijibu chochote. Kwa bahati nzuri, wakati naulizia unapoishi, nimepata nafasi ya kuambiwa kila kitu kilichotokea. Tafadhali, nakuomba unisamehe mimi na baba yangu. Haya, baba yako alitudhalilisha kisa 3000 na bado akanipiga kibao. Unataka kitu gani tena nikusaidie? Siwe na hasira. Tafadhali toka. Sitaki tena kuiona sura yako hapa. Na wala usikanyage tena hapa nyumbani kwetu. Ondoka. Maina. Paka jina langu nalijua. Kwani mnatutakia nini jamani katika familia yetu? Mbona si hatuna kitu chochote kile? Mtu achane basi tuishi kwa amani. Na huyu ni nani yako? We kaka. Samaki mwenye kufunga mdomo wake ni vigumu sana kunaswa na ndoano ya mvuvi mwenye njaa kali.